Kwa hiyo kama ni hivyo basi discipline haihusiani sana na mtu anapotoka, inahusiana na mtu mwenyewe. Discipline ila kutoka napo pia panalitaga ushamba, na ndio maana wasanii wengi wa Singeli wanaonekana ni washamba, kwa sababu mfano hoja nikuulize swali. Mimi juzi niliona ulifanya interview na Magolide, si ndio? Magolide alikwambia amekaa South Africa miaka mingapi? Kama 4 hivi, 5. Miaka 4. Sasa unamwona yule hakwenda kuchukua exposure. Yule inaonekana alienda kuzurura South Africa. Alichorudi nazo ni hizo namba tu. Kwa nini unasema kwenda kuchukua exposure? Nisikilize bro. Nisikilize tu. Umeelewa? Unapotoka sehemu kaenda sehemu kakata miezi 6 au mwaka, ukirudi hauwezi kurudi kwenye mazingira yako. Umeelewa hicho kitu wangu hauwezi kuniambia eti kwamba Papa Mafido sasa hivi nikienda Arusha niende eti nirudi nyumbani kwetu pale nikae pale nyumbani nini kikipikwa kikiamka na pale uongo wangu ni uongo. Papa Mafido nikienda pale inabidi niendelee ni walk nitembee na exposure tayari. Umeelewa wangu? Nijue kabisa kwamba hapa nimeshabadilika kiakili. Umeelewa? Nijenge nitoke zangu pale kwetu nikajenge mbali na nyumbani ambapo ni mazingira tofauti na nyumbani. Mwangalie Diamond kazaliwa Tandale, mamake anakaa Madale. Umeelewa wangu? Hiyo ndio exposure. Umeelewa hicho kitu Mamake anakaa sehemu ambapo ukiangalia tu vidogo sijui kuna kawaziri kanakaa, sijui kuna nani anakaa, sijui kuna nani anakaa, sijui kuna nani sijui anakaa, sijui kuna matajiri. Umeelewa wangu? Sasa wewe unatoka South Africa unakaa miaka 4, unarudi Bongo unatuambia wewe ni una namba, wewe ni chafu. Sasa kuna sisi kama unavyotuona sisi tumeenda manchi kibao, sisi ni wanoma. Yaani kwenye swala la uhuni sisi uhuni tumeshauvaa mpaka kufika sehemu tukaamua tuweke ili tufanye mambo yetu mengine ya msingi. Umeelewa wangu? Unajua kuna watu ni wauni wa midomo, alafu kuna watu ni wauni wa akili. Sisi ni wauni wa akili. Umeelewa wangu? Sisi hatuna ile midomo sijui 45 40. Sisi hatuna namba. Sisi namba hatuna bro. Unahisi namba ni ushamba mkubwa sana, kwa sababu sisi hatuna namba. Ile ukiingia kwenye 18 zetu utakutana na namba zako zote mpaka na ambazo unazisikiaga, ila namba si hatuna. Wewe unajiona muuni, ukiingia kwenye 18 zetu sisi utakutana na namba ambazo hata uzijui. Umeelewa wangu? Sababu sisi tuko real. Wewe unajiona ni muuni, sisi tuko real na maisha yetu. Yaani ukiingia kwenye maisha yetu mbaya ni mbaya, nzuri ni nzuri. Umeelewa wangu? Yaani sisi hatuna huruma, sio malezi bro. Yaani huruma sio malezi. Kwa hiyo hapo ndipo sehemu watu wengi wanaposhindwa. Mimi mtu kama Magolide nilitegemea akatoka South Africa akakaa miaka 4, Magolide nikutana naye hata anakaa Sinza, anakaa wapi, anakaa Mambweni, anakaa wapi. Unarudi kule ulipotoka. Ina maana wewe bado hujapata exposure bro. Magolide kuna siku nilikuwa namuona mwanangu kavaa vile viatu vya wale watoto wa wapi huko Mbagala virefu nini. Umekaa South Africa inatakuwa unakula Converse, unakula Dickies, unakula jeans original. Yaani Magolide inatakuwa ukikutana naye ukimuuliza umevaa shilingi ngapi anakuambia nimevaa 300, nimevaa 400. Umeelewa wangu? Sasa yani unatoka South Africa unarudi kwenye mazingira yale na maana ni mshamba. Wauni hawaishiki hivyo. Umeelewa? Na ndio maana hata kina Tupac walikuwa wanatoka manyumbani kwao wanaenda kukaa mbali na nyumbani. Umeelewa wangu? Ili wawe na maisha mazuri. Sasa unaenda huko alafu unarudi ule. Wewe unaonaje? Kwa kitu nilichokueleza. Kwa hiyo kwa namna ambavyo unavyowaona wanangu kina Magolide nini watoto wa Singeli wengi wa shamba hawana exposure. Yaani wale ingetakuwa wabadilishe mindset. Kwa sababu kama mtu kama Magolide au umeelewa? Nasikia sijui amejenga kule mtaani kwao, umeelewa wako? Sasa kule ukijenga karibia na ulipotoka bro, yani unarudi kule watu wanabadilika brother. Lazima ukubali kubadilisha mazingira. Kama ulipoenda South Africa ukatoka Tanzania ukaenda South Africa kuchukua exposure, ina maana inatakuwa ukirudi huku uwe ni mkali. Yaani hiyo asante sana kweli, sio kwenye mdomo. Umeelewa? Kwa nini ukienda huko duniani yani wewe una exposure ya kutosha brother. Lakini sasa tunaenda huko unarudi na namba tu brother. Maisha yale brother. Maisha sisi wenyewe tumeisha maisha tukayachukia bro. Mimi kuna kipindi nililia na muona mamangu analia kwa sababu tunalala njaa. Hicho kitu kinikumbushaga paka leo mwanangu noma sana. Umeelewa? Kwa nini namuona mama analia sababu tumelala njaa? Hana option. Watu hawezi zaidi ya kulia, watu hawezi kula brother. Wewe unaniambia mtu kama mimi naweza nikarudi nyumbani kirahisi au nirudi nikae nyumbani? Uongo. Umeelewa? Kwa sababu kujenga kuna maskini wanajenga brother. Kujenga ni mfumo wa kujihifadhi. Sio maendeleo. Yaani kujenga ni mfumo wa wewe kujihifadhi. Umeelewa? Sio maendeleo. Shida, ngoja nikae hapa kwanza. Umeelewa wangu? Ndio maana kuna mtu anajenga nyumba ya milioni 10 na kuna mtu anaishi nyumba ya milioni 200. Kuna mtu anaishi nyumba B na analipa hela.
Umeelewa? Kwa kujenga sio big deal. Big deal ni mindset yako. Ulienda South Africa, umerudi Tanzania, inatakuwa wewe ni mnoma. Umeelewa? Tukuone kabisa, sio kukaa South Africa inatuonyesha kwamba wewe tayari una exposure kuliko sisi, au vipi yanko? Kwamba tunataka tukuone wewe kabisa kwamba tunakutana na wewe Masaki, tunakutana na wewe Mikocheni, tunakutana na wewe Sinza wapi. Sasa mwanangu kila siku Gongo la Mboto, sijui wapi uko Temeke wapi, kila siku sehemu ambapo ni zile zile. Uongo brother. Na maana wewe una exposure yote. Umetoka South Africa unaonekana Kariakoo una sakura nguo za kuvaa. Uongo. Sasa ulienda South Africa kufanya nini brother? Hivi kumbe kwenda kuchukua nguo karume vile kwa Unyamwezi na kwa kinyonge au? Kinyonge sana brother. Sasa ndo machimbo watu mnasema machimbo natakuwa uwe na mwanao. Wewe natakuwa uwe na mwanao ambaye unamwagiza. Yaani kufuata wewe unaonekana wewe ni mbaili, wewe ni mbinafsi. Yaani ukimwona mtu anafuata bidhaa, huyo ni mbinafsi, ni mbaili. Ana roho chuki. Kwa sababu kuna watu ndo kazi zao. Wewe mwanangu vipi? Ase leo na interview, hebu niletee hata kofia fulani. Shingapi hapo? 20 poa niletee. Hata kama ataniletea kofia 7,000, akaniuzia 10,000, si mwanangu nimembless. Sasa tunakutana na Papa Mafido eti Kariakoo naye ana sakura eti anatafuta eti nguo nini. Hizo ni steli za kiwaki. Waoniza kwamba hizo ni steli za kiwaki. Hivi ni mwanamke mwenye vigezo gani ambavyo unaweza ukaishi naye? Kwa sababu naona kama ni mtu sio kucomplain, unajenga sana hoja, yani una question sana kitu ambacho unachokifanya. Mimi tukiongelea maisha yangu, mimi ni mtu ambaye nakubali sana maisha yangu. Sababu maisha yangu nimeteseka sana. Nimenyanyasika sana. Umesikia? Wale tunyanyasa ndio walitufundisha siku wa wanyama. Umeelewa? Sababu watu walitunyanyasa sana mwanangu. Sisi tumenyanyasika sana na maisha ya watu. Kuna watu wametuchukuliaga poa sana. Sisi tumekatiwa tamaa sana. Sisi tumetokea kule sehemu ambapo kila mtu alisema tutakaa tufanikiwe. Lakini baada ya kukua tukaja kugundua kumbe maisha ni easy tu sana. Ukijituma na ukimwamini Mungu na ukabelieve kwenye kitu chako, Mungu anafanya mambo na bless. Umeelewa? Sisi tushakula chakula cha dunia. Umeelewa? Sisi tushakunywa uji wa mgonjwa brother. Umeelewa? Mgonjwa anauma kaacha uji mkapita nao. Sisi tunakunywa, si hatuna noma. Umeelewa? Kwenye maisha yetu si hatuna noma. Umeelewa? Sasa hao mazingira ndio wametufanya sisi tunahitaji vitu ambavyo ni perfect, vitu ambavyo ni smart. Mimi mwanamke pekee ambaye anaweza kuishi ni mwanamke anayenisikiliza na anayeamini kesho yangu. Umeelewa? Na anaye mwenye heshima. Huyo ndo mwanamke ambaye naweza nikawa naye. Tofauti na hivyo ni uongo brother. Anayekusikiliza, anayeamini kesho yako na awe na heshima. Basi. Haijalishi situation yoyote utakayokuwa nayo kipindi hicho. Mimi nimekulia maisha ya kila aina. Hivi duniani kuna mwanamke mzuri kama malaya? Duniani. Hivi malaya ni wazuri eh? Ni wazuri kwa sababu yule yuko kwa ajili ya mwanaume. Yule anaenda kuongeza shape ili apate wanaume. Yule anapaka powder ili apate wanaume. Yule anavaa shanga burunguti ili apate wanaume. Yule anakatika kama feni mbovu kwa ajili ya wanaume. Yule yuko kwa ajili, ile ni bidhaa pekee yake ambaye iko kwa ajili ya mwanaume. Sasa hawa wanawake wa kawaida hawawezi kuwafikia wale kwa uzuri wote. Umeelewa? Huku unaweza kumwoa mwanamke yuko hivi lakini hayuko hivi. Yuko hivi. Ule mwanamke malaya yuko kwenye full package lakini ndio mwanamke ambaye hana thamani. Kwa hiyo usiniletee uzuri. Mimi naambiaga wanawake usiniletee uzuri, usiniletee ujuaji, usiniletee chochote, wewe nisikilize. Mimi ndio muendesha ngalawa, wewe nisikilize tufike tunapoenda. Usiniletee mambo unajua kuogelea sawa, likizama boti utaogelea lakini sasa hivi wewe nisikilize mimi. Mimi ni fucking problem brother. Siendekeze matatizo. Mimi naendana na wanaoendana na mimi, ambao waendana na mimi na watupa mbali brother. Mimi yale mambo kusema sijui eti nikausha, si hatunaga hizo. Sio uendane na sisi tunakudelete. Tuna mambo mengi sana kufanya duniani bro. Alafu tumepakiza muda mchache. Umeelewa? Wa kuishi duniani. Kwa hiyo kuna namna inabidi tujipende, tujipe favor nyingi sana. Nakuelewa. Nakuelewa mwanangu. Kwa lazima mwanamke awe hivyo ili uweze kusurvive naye. Kwa kijana ambaye anakutazama sasa hivi, Papa Mafido. Turudi kwanza kwenye muziki, turudi katika lifestyle. Kuna nini kwenye hiyo package yako ya muziki so far? Currently lakini, currently kuna nini? Unajua muziki ni hisia. Kila mtu ana hisia zake. Muziki ni hisia. Inabidi uelewe kwamba muziki ni hisia. Kila mtu ana hisia zake. Ndio maana kuna watu wanasikiliza reggae, kuna watu wanasikiliza ndombolo, kuna watu wanasikiliza bongo flavor, kuna watu wanasikiliza hip hop, kuna watu wanasikiliza kaswida. Umeelewa? Muziki ni hisia, ni feeling. Umeelewa? Sasa unapoongelea feeling za mtu, cha kwanza inabidi watu wanaofanya hiyo muziki
wawe wana respect watu wanaowasikiliza. Umeelewa? Sababu unajua mtu anapokusikiliza ni kwamba umeteka hisia zake. Shabiki sio mtu wa kumchukulia poa brother. Yaani shabiki ni mtu wa kumrespect kuliko hata hicho unachokiimba wewe. Umeelewa? Ndio maana mashabiki ndio wanaofanya mtu anakwenda na mashabiki ndio wanaofanya mtu aendi. Muziki unapata viewers wengi kutokana na mashabiki kwa sababu umeteka hisia zao, wamekusikiliza. Umeelewa anko? Kwa hiyo ni jambo la kuwa respect. Alafu pia watu wafanye muziki kwa akili, wasifanye muziki kwa kukurupuka. Uwezo kaamka asubuhi kaandika matusi, ukaweka rekodi mbaya maisha yako kwa sababu tu ulikurupuka, ulikuwa unataka viewers. Hapana, tengeneza kitu kinachoishi. Papa Mafido leo naishi kwa sababu jana nilitengeneza vizuri. Na ndio umeona anko, isingekuwa hivyo leo tusingekuwa hivi. Jana tusingekuwa, leo tusingekuwa hivi. Kwa hiyo tunaishi kwa akili. Ndio maana wasanii naambiaga cool down, wewe sio Mnyamwezi, hujui chochote. Jishushe uanze kujua. Sababu unaweza ukampimbia mtu ambaye hata wewe unahitaji msaada naye hata hajawahi kumpimbia. Kama mimi kuna mtu ameshaye kunifananishaga na msanii ambaye anamwamini ni mnoma afu kumbe mimi ananirespect sana. Yani ananirespect mno, ananiambia brother na kurespect sana, lakini huyu kuna mtu mimi ananiambia mwezi fulani. Kumbe hata tukiweka ulingo moja hatuwezi kushindana. Sababu mimi na yeye tunaheshimiana. Sasa kati ya umeishi Kenya, kati ya Watanzania na Wakenya, unahisi sehemu gani kuna washamba wengi kwa namna ambavyo umeona? Umeishi Nairobi, umeishi Dar es Salaam, umeishi Arusha. Unajua kutokana mimi nilipoishi, kwa sababu hizo nchi ambazo nimezunguka nyingi, wenzetu Mkenya anaweza kawa ni mshamba kuliko sisi kwa sababu kila sehemu mshamba anazaliwa. Lakini wale wako mbele ya muda kuliko sisi kwa maana ya taifa au jamii yao. Wa Kenya wengi wako mbele ya muda. Hata ule mtoto wa mtaani anayelala mtaani Kenya na anayelala mtaani Tanzania ni watu wawili tofauti. Unajua sehemu kama Nairobi, sehemu pa kulala huaga ni ngumu sana, manyumba. Kwa hiyo kuna watu bro wanalala nje, lakini wewe mpaka ujue analala nje umeshaka miaka 20 au 30. Unakuja kujua ni yeye analala nje kwa sababu kuna sehemu anaendaga analipa hela anaoga. Kuna sehemu anahifadhiki nguo zake. Umeelewa? Kuna mtu anafua. Kuna mama kufua anawafuliaga watu wanaolala nje. Kwa hiyo wewe angalia tu ule mtu wa chini ambaye tunataka kumzungumzia ana uwezo wa kumaintain maisha yake. Je, hawa hapa katikati tunawafikia saa ngapi? Wale wako mbele ya muda brother. Wale wanathamini utu wao kuliko chochote. Sisi tunathamini pesa. Sisi tunathamini, yani ndio maana Tanzania watu wanatoa utu wao kwa sababu ya pesa. Ndio maana hata sasa hivi kuna vijana wengi ni mashoga. So mashoga wa kuzaliwa labda eti walizaliwa na homoni za kike au ni vipi au ni seli gani. Sasa unakuta mtu anaanza ushoga na miaka 25, miaka 22. Wewe usikichao, usimpumbavu. Kwanza ushoga utu uzima ni uchizi. Uchizi. Wewe unaonekana kwanza ni wewe ni ndondocha. Una akili. Umeshindwa kujitetea. Umeshindwa kukaza, umeshindwa kujitetea. Una akili kweli. Ndio maana sisi Waudi tunaonaga hizo sio style zetu hizo, wala sio maisha yetu hayo. Sisi tunapambanaga na maisha yetu. Ndio maana sisi tuna believe Mungu, tunamwamini Mungu, tunatafuta, tunathubutu, tuna riski. Umeelewa? Ikiwezekana sawa, ikishindikana jana bless. Mwanangu kuna vitu vingi sana tumevizungumza so far. Mimi naomba tu niambie unataka wanao wachukue nini kutoka kwako kwa sasa, kwa sababu nimegundua inabidi tukae tuzungumze vizuri kuhusiana na haya masuala ya kudeep kidogo. Mimi washikaji zangu kama wanavyonijua mimi niko live. Kikubwa tu angalia muda, jifunze, umeelewa? Heshima, respect. Kila mtu unaomwona kwenye maisha yako ana thamani. Hata kama wewe unamuona ana thamani ndio maana yuko ndani ya maisha yako. Wewe ukimuona ana thamani ni sawa, lakini jua kila mtu unaomwona kwenye maisha yako ana kitu. Unaweza kunitajia marapa wako watano kwa kumaliza? Marapa wako watano bora. Marapa wangu watano, namba 1 ni Nipsey Hussle. Kwa bongo, nataka wa bongo. Kwa bongo. Kwa bongo bana mimi nasikiliza sana. Yaani kwa bongo mtu ambaye namsikilizaga sana. Nyimbo ambazo nasikilizaga sana ni kila siku lazima nisikilize. Nipe tu msanii. Kwa msanii kwa maana ya hawa MC watano wao katika package yangu mimi nadhani hawa ndio bora. Mimi msanii nilikuwa namsikiliza sana nimemdelete. Yaani sasa simsikilizi tena kwa bongo. Okay. Kuna msanii nilikuwa namsikiliza kila siku, every time, every day. Nani huyo? Ghafla Bimvu. Nilikuwa namsikiliza kila saa.
Umemdelete. Kwa nini? Kwa sababu kuna mistake zikitokea tu. Unajua niliumwa. Mimi waga sio mnafiki, niliumwa nikampigia simu, mwanangu vipi? Naumwa bana. Akaniambia basi takuja kesho. Hajaja. Umenielewa anko? Hajaja, nikakaa kama wiki 2 nampigia simu ndo ananiambia nilipata matatizo, sijui familia, sijui nini. Sasa kwa nini kuniambia? Umenielewa? Kwa nini kuniambia kwamba ulipata matatizo? Umenielewa hicho kitu hamna bwana. Nikaona kumbe huyu mimi ndo shabiki yake, ile sio mshikaji wangu. Mwingine? Umenielewa? Huyo ndo msanii ambaye nilikuwa namsikiliza sana. Katika wasanii wa hip hop wa Bongo. Katika wasanii wa hip hop wa bro, mimi yani unajua ni vile tu sisi watu wa Bongo hatuji ku appreciate. Lakini katika 65% ya muziki wa Ghafla bro ni muaminisha watu. Mimi kuna watu wanamsikilizaga Ghafla bin bro kwa kupitia mimi. Yani nilikuwa namkubali haipiti dakika 3. Hata nikienda baa niko tayari hata kumpa mtu bia 10,000 piga nyimbo fulani. DJ kama namjua mpige mwanangu, lakini pamoja kugundua ndio yale mambo ya uwaki sasa mshikaji. Alafu hata ile hakunirudia kama brother bana, wasikiliza brother, hebu njoo tuongee. Unajua mimi sasa hivi niko kwenye real life. Siko kwenye unafiki. Nikikukosea usitake kunirekebisha kwenye simu. Ina maana wewe ukitaka kunirekebisha kwenye simu unanimudu. Alafu mimi ni brother. Umeelewa wangu? Brother uko wapi? Niko sehemu fulani nakuja. Bwana brother sikiliza 1 2 3 4 5. Samahani mdogo wako, mimi nimekosea. Full stop. Mtu anakusikia. Lakini unapotaka kunielekeza kwenye simu na kunionyesha una mambo yako mengi ni uongo. Sisi tuna support watu wanakubali. Kwa kina Professor J, kina J Mo, wote au sio kwamba nawasikilizaga, hao wananipaga elimu. Yaani ni zaidi, ndio maana nimeshindwa kukutajia kwa sababu ni watu ambao nawasikilizaga pia. Wananipa elimu, education kubwa sana. Na ndio maana nimeshindwa kuwataja kwa sababu nawasikilizaga kwa wingi. Yaani hapo utashindwa kumtaja. Lakini mtu ambaye nilikuwa namsikiliza sana kila wakati ni Ghafla bin Mvu, sababu pia nilikuwa natamani nimuone zaidi ya hivi alivyo. Ndio maana pia nilikuwa nachangia sana watu wamsikilize. Lakini aliponiletea tu kwamba nikuona nani ujenzini kwa sababu ni generation mpya hiyo. Si unaona sasa kutoku respect. Nikamtupa. Mwanangu pamoja sana. Nadhani tuliweke nukta hapa. Bana sikiliza mwanangu, Papa Mafido kutoka Eta na Arusha. Tumepata kikao fulani hivi kiko deep kidogo. Najua anayesikiliza anaweza kaona time inakimbia, lakini tuna kama dakika 50 hivi so far tumezungumza mzee. Kwa ni time imeenda kweli kweli. Mimi naitwa Lwatan JR Junior, gwiji la muziki Bongo Flava. Hili ni chimbo la hip hop. Till next time, au vipi? Najua tutakaa tena na mwanangu tutapiga story na next time itakuwa deep zaidi ya hii. Au vipi mzee wangu? Unarudi lini Chuga? Mimi nipo da. Upo da sasa hivi? Nipo da na kuaga da na chuga. Kwa mimi muda mwingi nakuwa niko kote kote. Kwa nikikutaji redio na kupata, nikikutaji hapa na kupata. Ukinihitaji tu ni kama ni Ijumaa, Jumapili, Jumamosi huyu hapa. Basi poa. Hamna noma. Haina noma. Poa. Imeisha.